1, 2, 3. 1, 2, 1. Yeye ni mwako wa kiroho. Unapiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Tumepoka. Pigiza mkono juu kwa wao. Pigiza mkono juu kwa wao. Pigiza mkono juu kwa wao. Panyasha kutoa wa equity. Baba ukiga ni mambo kwa nini ukiga kama unakuja. Pigiza tu kwa wao. Unapiga sasa ni wewe tu bwana. Ayajua pigiza pigiza. Ya Coast Region. So tunaenda Kenya mzima, ameshika nambari 3. Alafu baadaye nimpatie Simba hili chini. Hiyo ndio 3. Sasa hapa sasa nimekuwa naomba Simba asimame kwa sababu hii ni heshima. Sio? Na pia sisi tusimame kwa sababu baba amesimama na wewe usimame. Nikaribishe Simba Mlele kwa majina naitwa Watinoyoni Utoro, tukutane ulimwengu wa leo. Karibu sana mzili. Asante sana Mr. Otongo. Changamwe pole. Sijasikia changamwe pole. Changamwe good morning. Jambo. Karibuni sana katika kongamano yetu hii ya leo. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ndiye Mungu wa majira na amefanya hii siku ikawa ni siku maalum sote kukutana mahali hapa. Ningeomba kwa unyenyekevu zaidi ya kwamba sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Baadaye tutaendelea kusimama hivyo hivyo ikiwa tunafunguliwa kwa dua na Ustadh Juhudi. DJ
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mungu wetu tunashukuru kutoa katika maeneo mbalimbali mpaka kufikisha katika eneo letu hili la mkutano wa maendeleo. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ubariki mkutano huu mwanzo wake katikati hadi mwisho. Tunaomba Mwenyezi Mungu mkutano huu uyabariki yote ambayo imepangwa kwa ajili ya maendeleo ya watu Changamwe. Tunaomba Mwenyezi Mungu wabariki wote ambao wamehudhuria katika kikao hiki. Kwa kwanza kiongozi wetu, bunge wetu, Mheshimiwa Omar Mwinyi, barikie zaidi na zaidi na zaidi kwa ajili ya maendeleo haya ambayo hawafanyia watu wake wa Changamwe. Mpe afya zaidi, mpe nguvu na umlinde na mahasidi wa nje na wa ndani, na kila maafa Mwenyezi Mungu umweke mbali nayo. Umpe maoni zaidi ili aweze kuingarisha Changamwe na awe kiongozi namba 1 baada ya kuwa namba 2 namba 3 awe namba 1 Kenya nzima. Tuombe Mwenyezi Mungu wabarikie viongozi wote ambao wanahudumu katika ofisi ya mheshimiwa. Tuombe Mwenyezi Mungu uibariki Equity Bank wakiwa na meneja wetu Bwana Kanyi. Equity Bank uweze kuipanua zaidi, iweze kuwa na maendeleo zaidi, wateja wamiliki katika benki hii. Mwenyezi Mungu tumeomba, tumeamini. Alhamdulillah rabbil alamin. Asante sana Ustadh, sote tukae chini. Mheshimiwa wetu wa Changamwe, Mheshimiwa Omar Mwinyi, mbunge nambari 3 Kenya nzima na mbunge nambari 1 katika mkoa wa Pwani, the manager Equity Bank pamoja na staff wote wa Equity Bank, the chairman NGCDF Changamwe, the manager Changamwe constituency, Mr. Isa, our project coordinator Changamwe constituency, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Karibuni sana katika huu mkutano wetu wa leo. Imekuwa hai mwishowe, na umeona imekuwa sio kwa ground, tumeenda diaspora. Karibuni sana. Tuko kwa wenyewe hapa Numbita constituency, lakini sisi ni wa Changamwe constituency. Kumaanisha bunge wetu akiwa namba 1 tunaweza kwenda mahali popote. Hata sasa hivi kutoka hapo waweza kwenda Kisauni. Maana sisi ndio kichwa. Nimesema sijasema? Nami naitwa Madam Phoebe Akinyi, nami ndio nitaongoza ratiba hii ya leo. Tukianza kidogo, poleni, niko na staff wa Changamwe constituency. Popote mlipo simameni na msalimieni wageni wetu. Staff wa Changamwe constituency popote mlipo, nafikiri wanashirika huko nje, wamo humo. Mheshimiwa wetu wa Changamwe, huu mkutano wa leo, mimi nimeona mkono wa Bwana katika huu mkutano. Kwa sababu tulipokuwa tunafanya mapping ama kuzunguka Changamwe kutembelea wafanyabiashara wa Changamwe, manake wao ndio wanaongoza ama wanaendeleza uchumi wa Changamwe, kulikuwa kunanyesha. Na leo hii tumewaita, bado kunanyesha. Tumpigie Mwenyezi Mungu makofi. Alituona tulipokuwa tukinyeshewa tukiwatembelea. Na leo hii ninyi pia mmewekwa katika mizani ya kwamba mtashukuru wale walikuwa wakinyeshewa. Jameni, nasi pia tunashukuru mmekuja kwa wingi. Jipigeni makofi. Mkutano wetu wa leo ni mkutano ya wafanyabiashara ikiwa wanashirikiana na Equity Bank. Na unajua biashara ni pesa, huku tuwafanya biashara na huku Equity Bank iko na pesa, si ndio? Kwa hivyo leo Mr. Kanyi, kwa hisani yako, check kwa wale wote ambao wako hapa. Mkutano huu wa leo
kutoka mwanzo hadi mwisho. Ndio maana umepewa kalamu na karatasi. Tafadhali, itakuwa jambo la aibu sana katika ufalme wa mbinguni ikiwa utaondoka mahali hapa bila kuandika chochote kwenye hicho kitabu. Andika hata Mungu nimesikia nitayatenda. Hiyo kwa hivyo tulipokuwa tukizunguka, wengine walikubali kuongea na sisi mheshimiwa, wengine walikuwa wanaona kama sisi ni watu wa KRA. Hata ukimuuliza biashara ni yako, anasema si yangu, lakini ukimwangalia kuna pesa mfukoni ashauza. So hao tulikuwa tunawaambia next time. Kuna wale tuliwapata wananyeshewa ndio wametoka sokoni. Kuna wamama hapa, sote tunajuana hapa, na sote sisi ndio tunaendesha uchumi wa Changamwe. Na tumeitana hapa leo ndugu zanguni ili tuelimishwe kuhusu biashara zetu. Najua kuna wale wamekaa katika biashara miaka 20, lakini bado wakiangalia nyuma ni giza tu. Leo tumekaa hapa ili tuone mwangaza mbele kuhusu biashara zetu. Ni kwa nini capitals tukipewa ama tukikopa hata kwa chama inamezwa? Nani huwa anakula hizi pesa? Leo lazima huyo ibilisi tumtambue katika hii holi na tumuue kabisa. Mambo na biashara, tukikopa kwa chama haturejeshi pesa kwa chama mpaka sisi wenyewe ndio tunakuja chama ambacho tulianza ikiwa sote ni marafiki, kisha tunakuwa ni maadui. Leo huyo shetani tunamwangamiza katika hii holi. Tumekuja mahali hapa ili uchumi wa Changamwe iendelee mbele, iboreshwe na iwe ni sawa. Na nikisimama hapa siogopi kusema kwamba mheshimiwa wetu wa Changamwe, Mheshimiwa Omar Mwinyi, anaona mbele na watu wa Changamwe. Changamwe mpo? Mheshimiwa wetu anaona mbele sana na sisi. Na juzi katika public participation pale Saratoga nilisikia mheshimiwa akisema kwamba soko inakuja, yani Kongowea inakuja katika maeneo bunge ya Changamwe. Tupo! Sasa tuko hapa, sisi ndio wa kwanza. Kuna wenzetu ambao wamebaki kule, na naomba tafadhali mtakaporudi mashinani uwe mpole wa kueleza yule, usiwe ukamwambia wewe hukuitwa ni mimi tu ndio mheshimiwa ananitambua. Hapana. Hii ni awamu ya kwanza, kutakuwa na ya pili, ya tatu na wanne. Tukifanya hizo 4 tutakuwa tuko mbele. So awamu ya pili ukikosa wewe pia mwingine naye aingie. Tuko pamoja? So ile soko itakapojengwa pale inatutegemea sisi. Na tusipoweka bidii, tusiposikia ya leo, watu wa Kwale watakuja kuchukua nafasi zetu pale Changamwe. Alafu tunaanza kusema mheshimiwa, lakini wa Kwale walipokuwa wakirauka, sisi bado tulikuwa tunalala. Lakini kuanzia leo mimi naona kwenye biashara wa Changamwe atakuwa ako mbele. Kwa mama mpo? Wazee mpo? Haya. Wazee mpo? Haya, asanteni sana. Ndani hapa pia tuko na wachungaji, kwa sababu ndani ya hizo kanisa pia kuna wafanyabiashara hapo. Kuna contractors hapa, kuna suppliers hapa. Lakini tukiangalia wako zinaribini, yani hatuna pesa, lakini tunarauka kila asubuhi. Kwa hivyo leo tuko na Equity staffs ambao watatufundisha mengi kuhusu retirement plan, uwekezaji wa pesa, na vile wewe mwenyewe unaweza kuendesha afya yako. Pia tuko na mwenzetu Isa, ambaye hakuna mama wa Changamwe yote ambaye hamfahamu Isa, naye atatufundisha mambo na mental health. Akili zetu kidogo wewe zinakorogeka. Nani huwa anaingia hapa? Unakuta watu wengi wako kwa kichwa kimoja na kila mtu anaongea lugha yake. So nasema tena tasio moja ngapi? Mwendeke kando. So kwa unyenyekevu na utulivu zaidi, wacheni mimi nimkaribishe mkubwa wangu, boss kidogo. Anaitwa nani? Boss mtoto. Anaitwa nani? Wakati nilipokuwa
staff wenzangu, nilikuwa namletea ujumbe leo tumetembelea maeneo fulani na matokeo ni haya, wote wamekubali watakuja. Lakini ajabu moja, kuna wengine ukiwapigia simu ni wateja. Kuna wengine ukipigia simu anakuambia mimi sitakuwa na nafasi. Lakini ukimwambia ni uchukue pesa anakuja bwana. So hizi pesa tunataka tuzishike, lakini kwanza tuelimishwe. Tutaweka pesa wapi? Tusiwe tunatoka hapa Mr. Kanya ametupatia kitu, badala ya kwenda Changamwe tunaenda huko, tunaingia markiti kwanza. Tubebe dera 6. Alafu tupitie zile mahose, tubebeka kifurushi, tuende Changamwe. By that time shilingi 10,000 itakuwa imeisha. Unaona kama kuja kwako hapa imekuwa ni bure. Kwa hivyo ndugu zangu wa Changamwe, tuweke mikono yetu pamoja, tupigie Toto Boskilai anapokuja aste. Kijana mdogo, kijana mwepesi, ukimwangalia nguo zake zinasema hela. Hebu angalia kiatu zaidi ya Madam Kim. Haya, wapo makofi ya Boskilai. Asante sana Madam Phoebe. Tusalimiane kwa hewa. Changamwe hoye. Changamwe hoye. Kuna biashara mjambo? Asante. Kwa namna ya kipekee ningependa kuwakaribisha maeneo haya, na ni furaha njema ama ni furaha kuu kwamba siku hii ya leo tumeweza kuonana na wafanyabiashara wa Changamwe. Tujipigeni makofi. Tukiwa maeneo yetu ya kule Changamwe na tukiandika mikutano, tukisema tunahitaji wafanyabiashara, unajua kina nani wanajitokeza, sio? Kina nasa waliokuwemo na wasiokuwemo. Lakini siku hii ya leo nimefurahi kwamba Madam Phoebe na constituency office wote kwa ujumla walifanya kazi nzuri kuwatembelea wafanyabiashara. Na siku hii ya leo tumeshirikiana na Equity Bank ili kuwapatia mafunzo kabambe. Mafunzo kuhusiana na jinsi ya kumiliki na kuhifadhi fedha, kuhusiana na kuwezeka malipo ya uzeeni ama retirement, na kwa ujumla pia kuhusiana, tutakuwa na mazungumzo kuhusiana na afya yetu ama afya zetu. So tuwe makini, na huwa tuna changamoto nyingi kule mashinani tukiwa tunapoendesha biashara zetu. Lakini waninani wa siku hii ya leo watatupatia mawaidha ama watatupatia maarifa ni jinsi gani tunaweza tumia ama maarifa gani tunaweza tumia ili kuboresha biashara zetu, kuzinua kutoka jinsi ilivyo hivi sasa kuelekea kupanda ngazi za juu, sio? Kwani tumaini la kila mwanabiashara kwamba biashara yake iweze kunawiri na iweze kupanuka na aweze kupata mtaji ambao anaweza kubadilisha maisha yake. So siku hii leo tumeshirikiana na Equity Bank kutupatia mafunzo haya. Na kabla sijakaa chini, ningependa pia kumpongeza mheshimiwa wetu kwa kuja na wazo hili la kuwaita wafanyabiashara. Najua katika pilika zake huwa unana na biashara, wana biashara tofauti tofauti. Na wengi wanatuma ofisini wakihitaji usaidizi ama wanataka kupanua biashara zao zaidi. Na fursa hii naona imekuja katika wakati mzuri ili tuweze kupata mafunzo ambayo itaweza kutusaidia tukirudi kule mashinani ama tukirudi kwenye biashara zetu jinsi gani tutakavyozifanya ziwe bora zaidi. Kwa hao wengi machache nasema ni asante, na Mwenyezi Mungu atubariki sisi sote tunaposikiza wanenaji ambao watajiongea hapa mbele. Asanteni sana. Asante sana boss mdogo, na kulingana na vile wananchi wa Changamwe mnavyompenda Boskilai, makofi robo jamani. Boss wakati mwingine upembelezwa, ndio tena kama ni next week hivi Boskilai akurudishe mahali hapo. Tuko pamoja? Nimesema tuko diaspora. Tumetoka Changamwe, tuko wapi? Diaspora. Hebu angalia juu hapa. Waonaje huko? Haya, angalia sakafu. Waonaje? Kiti chenyewe, kiti hicho ambacho umekikalia, kiangalie. Waonaje?
hasara hapa. Halo, angalieni hapa kwa jamani, nimesimama kwa red carpet. Halo, si tuko diaspora? Hata ukiangalia the VIP seats, si tuko diaspora? Mbele yako kuna chupa ya maji hapo na kitabu na kalamu. Si tuko diaspora? Hakuna diaspora ingine, diaspora ndio hii, na tumeanza baada ya mheshimiwa kuwa namba 3 Kenya nzima na namba 1. Na hiyo namba 3 tunaikanyaga, tunapanda juu. Mapema ndio best. Na kongamano hili ndio stair ya kwanza, staircase ya kwanza. Naomba nimkaribishe mnenaji ambaye ni branch manager Equity Changamwe, Mr. Kani, Peter Kani. Lakini kabla Mr. Peter Kani hajaja, amekuja hapa na kikosi kizima ya Equity. Na naomba nikikutaja jina unasimama alafu usalimie wananchi wa Changamwe. Leo tunasoma. Leo hakuna mambo na pesa, unaangalia yu wewe ulichukua loan hujarejesha. Funga macho yako. Halo. Tuko na Dr. Harrison. Huyo ndio nafikiri mkubwa wa Equity afya. Mwangalie vizuri, ukienda pale hospitalini mwambie daktari, ongeleshe kwa upole unipe dawa ambayo itanitibu, na kama ni sindano unidunge kwa utaratibu. Niko na Mr. Anthony. Makofi ya Mr. Anthony. Niko na mrembo Masi. Watu wa Changamwe wanakutishani kwamba wakutishani ametaka Changamwe. Halo? Ndio pesa iteremke kwa haraka. Tuko na Mr. James. Ukimwangalia mwenyewe mwili unaongea pesa. Tuko na Mr. Jora. Pia nimeona naweza kushika shilingi hivi kadhaa. Tuko na Mr. Ndabuki. Mr. Ndabuki, asante sana. Niko na Mr. Gibson. Makofi kwa Mr. Gibson. Ukiona shati nyeupe na hiyo long ya black na katai, ujue Equity inatambaa. Niko na Mr. Peter Mugo. Yana mrefu saizio. Alafu niko na Mr. Duncan. Kijana mdogo. Warembo wa Changamwe kwa naye asirudi kwao. Nasikia ni kijana wa Central. Tutapanda naye Murima hivyo hivyo. So, how long the staff of Equity, niko na warembo pale nyuma, nitakapopata majina zao nitawatambua. But karibuni sana our Equity staff. Mr. Kani, unapotembea haste ukija mahali hapa, cha kwanza jua kwamba hawa ndio wananchi wa Changamwe ambao unawaongoza katika ile benki ya Equity, na hawa ndio wanakupatia security. Hawa are the marketers wa Equity Bank. Kwa hivyo uangalie kwa macho ya huruma, ya mapenzi. Wakati mwingine ukiingiza mkono kwa mfuko hivi, usitoe handkerchief, unatoanga akao hivi ndio waone ni kwema. Usitoe handkerchief, unatoa akao hivi. Sio hiyo. Hapa ndani ni Mr. kuna contractors, nilishasema. Tuko na wamama ambao kazi yao ni kurauka asubuhi, wanapika sambusa, wanapika viazi tamu, wanapika kaimati. Hawa wamama kuna wale wanauza njugu. Na ndio imewaweka, inawapatia ujeuri mji huu wa Mombasa. Na tena hawaringi, lakini wako nazo. Hapa kuna wamama ambao wanauza mboga. Changamwe hai. Tulipokuwa tunafanya mapping, kweli watu wa Changamwe si wagonjwa. Kuna vegetables, sukuma wiki, spinach, mchicha, mboga za kienyeji. Alafu tomato, si zile tomato cha kujibembeleza. Yaani chema cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Yaani tomato safi. Kumaanisha hata wanajali afya
ya wananchi wa Changamwe. Hawaendi sokoni kuokota kukuta kabeji. Kabeji ni ile kabeji ya kisawasawa. Tuwala wiki nzima tukiwa mimi na wewe wiki nzima. Kwa hivyo unapoongea na hawa ni wafanyabiashara wa Changamwe. Na wewe ndio manager wa Equity Branch Changamwe. Kwa hivyo wanakutegemea katika mazungumzo, katika kuwainua kwa biashara wanakutegemea ndugu yangu. Kwa hivyo ninapokupatia microphone, mimi nasema na kuachia uwanja uongee na wao kabla hatujapata the next speaker. Changamwe hai. Baada ya mkutano kuna photo session. Ukiona angalia pale nyuma kuna banners za Equity, kuna maua pale. Ukipenda kubeba hilo ua lote, upige nayo picha hapo kwa Equity, utume kwa mtandao, watajuaje wewe unasema na Equity. Ukipenda hapa, njoo hapa, kuna mheshimiwa wetu, mheshimiwa Simba hapa, kuna Equity hapa, kuna Team Simba Foundation. Ukipenda kupiga ya hivi, piga ukamate hizi banners zote. Kwa hivyo usitoke hapa bila kupiga nini? Picha. The red carpet is here for you. Wakati wa photo session, njoo ukanyage hii red carpet. Hii ndio nafasi yako. Mambo na matope leo tumetupa katika jina la Yesu. Red carpet inaruhusu. Hello? Karibu sana. Wow. Hamjambo wananchi wa Changamwe. Hamjambo wafanyabiashara wa Changamwe. Asante sana. Nimefurahia sana kuja hapa mbele, mnapendeza sana. Naona watu wamejitokeza kwa wingi. Tumefurahia sana. Hasa kwanza kabisa ni kushukuru mheshimiwa wetu kwa nafasi hii ndio tuweze kuwa na hili kongamano. Watu wajitokeze, watu waweze kupata mafunzo mengi. Na kama vile mmeona timu ya Equity iko vile nimejulishwa na Madam Phoebe, my name is Peter Kanyi, the manager wa Changamwe. Na nafurahi sana nikiangalia hivi naona wengi wetu ni customers wetu. Na vile tumesema leo haswa ni masomo, tujue vipi tunaweza kuwa mfanyabiashara mashuhuri zaidi, uweze kujiinua, uweze kufaidika na zile products ziko katika benki ya Equity. Kwa hivyo tumekuja kama timu kubwa sana. Timu ya regional office iko hapa na wamejitambulisha na baadaye ndio watatutrain. Tuko na timu ya kutoka pale Equity Changamwe. Tuko na daktari wa Equity Afya Dr. Genya. Na haswa niseme kwamba vile tunajua Equity, huwa tunasema Equity ina operate na engines 3. Hivyo ni kusema nini? Engine ya kwanza ni ile inajulikana kama Equity Bank. Tunaita commercial engine. Sawa? Ile engine ya kufanya biashara. Pia kuna ile nyingine ya social. Social ni mambo ya kijamii. Asanteni sana. Naona watu wetu wa habari wamesema tukae hapo. So engine ya tatu, engine ya pili ndiyo ya social, mambo ya kijamii, na ndio tuko na Equity gani? Nawasikiza Wings to Fly. Equity Wings to Fly. Hiyo ni mambo ya masomo. Pia tuko na upande wa health, na hapo ndio Dr. Kenya anakuja. Kuna Equity Afya. Pia tuko na mambo ya training, na hapo ndio tunaona timu moja inaongozwa na mwenzetu anaitwa Joram, mambo ya mafunzo ya kufanya biashara vizuri. Tukitoka hapo kuna nyingine tunasema ya conservation. Si ni kweli? Siku hizi pia mpaka tuangalie maslahi yetu. Tunapofanya biashara tuwe kwamba our environment imeangaliwa vizuri. Na hapo ndio tuko na mambo ya kupanda miti, na tuko hapo kwa wingi ku make sure kwamba hewa yetu iko safi. Kwa hivyo kama ni mfanyabiashara uko na tree nurseries kama hivi, huwa tunanunua miti kwako, then we tupatiane back
to the community, ndio tuseme environment yetu iwe iko sawa. Kwa hivyo wale wako na tree nurseries, wale wako kwa vikundi wanaweza kujiunga wapande miti, wakaribishwa, njoo Equity, tutanunua hizo miti. Si hapo ni biashara pia? Na hiyo miti bado itapandwa within Changamwe ama mahali pengine pale kuna hiyo nafasi. Kwa hivyo yangu leo ni kutanguliza tu, ndio wenzangu watatutake through. Tuko na hiyo mambo ya masomo ya financial literacy, na tuko na mwenzetu Joram hapo atatuongoza. Tuko na mwenzetu James Pinda hapo watatuongoza kwa hiyo mambo ya savings na mambo ya pensions pia. Ndio kama wafanyabiashara pia tunaweza kuwa tumejisahau, tunafanya biashara, tunapata pesa, lakini hatukumbuki kwamba tutazeeka, sio? Siku moja tutazeeka, na vile iko sio kama hapo zamani kwamba watoto wako watakuangalia. Lazima ujiangalie wewe mwenyewe, ujipange. Kwa hivyo ukipata unaweka hela kidogo kando. Kwa hivyo tutajulishwa vile mtu anaweza kufanya nini hiyo maneno. Na pia tuko na daktari wetu pia atatuambia itakuwa vipi kufanya biashara tuweze kubalance, tusikuwe na stress mingi, ndio tuwe na hiyo afya kufanya biashara juu. Sana sana tutakuta kwamba biashara zetu lazima uwe uko hapa. Kwa hivyo kama hujisikii vizuri, utafunga biashara yako, utarauka kwenda kufanya biashara yako. Na pia najua Isa ataandamana hapo na daktari ndio atuambie kuna ile afya nzuri ya inaitwa nini? Mental health. Ni afya ya kiakili pia. Ndio tujue kwamba stress ni mingi siku hizi, na watatuambia tutabalance vipi ndio tuweze kujiendeleza vizuri. Pia pale nyuma tuko na wenzetu Atene one time, tuko na Eda Sana hapo, tuko na Busy. Kama unataka kufungua account Equity, utasaidiwa kufungua account. Kama uko na swali lolote ile siku hizi tunasema tuwe digital, sio? Simu zetu iwe ni banki yetu. Ukitaka kuunganishwa kwa hiyo digital, Busy yako hapo, Sana hapo hapo, watawasaidia kufanya hivyo. Duncan pia hapo hapa. So na pia Anthony. Kwa hivyo pale nyuma pia tutahudumia kama tunaendelea. Na daktari pia akija hapa atatuambia kama labda kiafya kupima, tukienda nyumbani tuchukue tuko namna gani. So sitasema mengi juu nataka ku hand back to our MC yaweze kuendelea na hiyo program ya training, but before that our regional manager hakuweza kuwa na sisi yako Nairobi kwa leo, lakini ofisi yake imewakilishwa kabisa na yule mdogo wake Bwana Gibson Kaloki hapo hapa. Kwa hivyo ningetaka aje atusalimie na atuambie kama tunaenda nyumbani na check ile mada walisema. Juu sasa hizo zinatoka kwa hiyo ofisi. Kwa karibu sana Gibson. Asante sana wanakani. Nipenda kuwasalimia. Mjambo. Mwapendeza kweli. Majina yangu ni Gibson Kaloki, afisa msimamizi wa mikopo katika Pwani benki ya Equity. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo kuniwezesha kuwa mahali hapa kujumuika nanyi. Pia nawashukuru pia kwa kupata nafasi muweze kuwa hapa nasi tuweze kushirikiana pamoja katika mambo ambayo tunaandaa kwa siku ya leo. Katika Equity Bank ile wanakanya ameweza kusema hichi ni tatu. Ukija pande ya the commercial Equity, hapo ndipo kuna bidhaa na huduma ambazo tunasema zinakuwezesha kufikia ndoto zako tunaposhirikiana pamoja. Kauli mbiu yetu ama tagline, growing together in trust, tukikuwa pamoja. Na kwa sababu hapa naona ni kama kidogo wa mama kina dada ndio wengi, tunao shara la bidhaa ambao tumeunda kispecial kwa mama ama kina dada, tunaita Fanikisha. Hapo mambo yote iko pale ambapo tume terms and conditions ama sheria zinazo
kuhusu hizo bidhaa zimeweza kuundwa kispesheli ili ziweze kukufaidi wewe kama mwanadada ama mama, kiasi ambacho na hatusemi tunaacha nyuma wazee, lakini iko na special conditions which are affected. So usipokumbuka kitu kingine, wewe kumbuka fanikisha. Na wacha pia nichukue nafasi niwakaribishe kwa matawi yetu hapa Pwani. Tuko na matawi 21 na hivi karibuni tutakuwa tunafungua tawi lingine pale Likoni. Na leo tumesema tumekuja diaspora, na ndio sababu nawajulisha kuhusu hayo matawi mengine. Sitaongea kuhusu Changamwe sababu hapo najua ndio nyumbani, lakini katika hali ya kufanya biashara pia kuna wale wanatembea katika miji mingine, na kuna wale wataanza baada ya masomo ya leo, utaanza kwenda diaspora kule kwingine, miji mingine. So utahitaji huduma za benki pale ile. So pia kuna matawi kila mahali. So umekaribishwa, unaingia pale, utapata huduma zako na utaweza kufurahia. So naomba siku ya leo tukamakinike katika masomo tunayopata, nitaweza kufurahia tukiendelea. Asante. Asante sana Mr. Gibson. Umesema jambo hapo, fanikisha, product ya fanikisha. Umesema inahusu akina mama, lakini umeiguza tu hivi. Nimekuwa naona kina mama walikuwa wakumakini sana, wajue hii fanikisha ni nini. So naomba yule ambaye atakuja kwa financial literacy uongeze kwa upana zaidi kuhusu hiyo fanikisha. Maanake naona hawa akina mama wenzangu pamoja na mimi on kesho will be Wednesday, si ndio? Yaani hapo ongeni na askari vizuri, maanake tutakuja kwa mpigo kuhusu hii fanikisha. Wajua mahali kuna kina mama na biashara, kukinusa pesa tu hivi, sisi ndio hao. Na ndio maana naona umeacha wazee, lakini sasa next time leteni product ya kina baba. Amjambo wananchi wa Changamwe. Wakati Mr. Peter Kanya alikuwa akiongea akasema Equity inaendeshwa na gurudumu 3. Wangapi wako na tuktuk? Wangapi wana tuktuk hapa? Naona babangu dictator na tuktuk hapa, kuna tuktuk 3. Kesho muende kule Equity. Maana yatakikana wafungulie account. So umesema ni gurudumu 3 na ni tuktuk peke yake. Kuna hiyo gurudumu ya moja alafu 2 za huko. So hao wafanya biashara wa tuktuk, ongea na wao. You see, Changamwe usitaje tu jambo hivi unafikiria tutaachilia. Ukitaja tu hivi tunaona umesema matatu, miguu 3. Na nishasema hiyo ni tuktuk. So wafanya biashara wa tuktuk, nyinyi na Mr. Kanyi kesho mapema ndio best. Wananchi wa Changamwe, miongoni wa wageni ambao tunawatarajia siku ya leo, yaani sherehe ndio tumeanza na bado tuko na mgeni tarajiwa, mbunge wa Matuga constituency, anaitwa Honorable Kassim Tangaza aka Chikose Chizima. Mtamwona akiingia ni Chikose Chizima yenyewe. Na mara nyingi unasikia kwamba tumeenda huko sehemu za Matuga. Tulienda wakati walikuwa wanafanya ile maswali ndoa. Unakuta mzee ako na mrembo wake wa miaka 80, lakini ndoa inahalalishwa hiyo siku. Hiyo ilikuwa ni kazi ya Chikose Chizima. Kwa hivyo tunamtarajia aje hapa naye pia atatuongelesha. Tuko na mbunge wetu mpendwa, baba yetu mlezi, kijana mwepesi, kijana washimbwa mwenyewe, Mheshimiwa Omar Mwinyi. Makofi ya Simba. Jamani Simba. Changamwe hatuna madogo makubwa, yaani kila kitu ni big ikiwa ni Simba.
Simba aseme Changamwe tokeni, tutatoka. Tuko na mama county wa 001, tunatarajia Honorable Zamzam Mohamed, mama county. Makofi yake. Pia tunatarajia mgeni wetu wa heshima sasa, mama wa Kwale County, anaitwa Her Excellency Honorable Fatuma Achari. Hamuoni kama huyu mtaka kubwa? Sio mwenyewe, ananasa wale wakubwa. Jana kuna mtu aliniuliza nilipokuja mahali hapa, hiyo wacha niweke nyuma ya text. Na mimi pia nikamjibu kama mtoto wa Simba na akanyamaza. Usiniulize Madam Pindi alikwambia nini, hiyo ilikuwa wewe ulikuwa hauko. Kwa hivyo wakati huu nataka nimkaribishe mnenaji wa kwanza ambaye ataongea juu ya hii pesa.